Somebody. Bwana asifiwe sana. Kwa mtamamo sigeukie mwenzako na kumsalimia salamu nzuri sana. Salamu nzuri sana. Bwana asifiwe sana. Hebu kumbuka tunasema wakati hawapendi attention tena kwa wakati. Yes. Bwana asifiwe sana. Saidia kabisa. Yesu na hata wewe. Ngeze ila Yesu na hata wewe. Amen. Msio ni mtani yetu twadi moto yeye. Amen. Simama kwa miguu yako miwili. Tukamemaoni maitu. Simama kwa miguu yako miwili, salimia mwenzako aliye karibu na wewe. Kile mnyama wewe unapenda. Mwambie ninakupenda. Ageuka kwa yule mwingine msalimie, mwambie ninakupenda. Piga Yesu makofi sawa sawa. Amen. Adui ya leo nimeokoka. Ninampenda Yesu, ni mwokozi wa maisha yangu. Hakika Mungu ataongea nasi siku ya leo. Na alianza kuongea nasi tangia tukuja hapa. Karibu sana mwalimu wetu. Huko tunapenda wageni. Tunasikia tukibarikiwa tukiona wageni. Bwana asifiwe sana. Kama ungependa kuandika ujumbe, andika hivi kwa Kiingereza. Lord change my story. Adiola. God change my story. Ukewawa. Amen. God change my story. We are reading from the book of First Chronicles, chapter number 4. Utasomewa na mwingine bado. Patia na Alex Mike. Chapter number 4. Verse 9 to 10. Lord change my story. Are you there, somebody? This is what the Bible says. Verse 9. Jabez was more honorable than his brothers. His mother then named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. Verse 10. Jabez cried out to the Lord God of Israel, for that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm, so that I will be free from pain. And God granted his request. Wakikamba na Yesu aenda naye anaye make na ija wake amuta sito yake ya Yesu akiase ni kwithwane na musiye na thina na ya Yesu waikaina kwa Israeli akiase kethiwa ukanga ni mambo na kuongeza mwaka wako na kuwako kwako kethiwa na kwa na kuzuia kwa huku dikethiwa na uo na gaia unenga mundu wa kuonia. Amen. Shika mkono wa mwenzako aliye karibu na wewe, tuombe. Bwana wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, tunasema ni asante adhuhuri ya leo na tunakutukuza kwa kuwa wewe ni Mungu mwaminifu. Bwana, tumesoma neno lako. Ninaomba ukanene nasi. Nena na kila mmoja wetu. Fungua mioyo yetu ili
tukahifadhi neno lako. Bariki mioyo yetu tunapopokea neno lako. Ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Basi unaweza ukaketi. Bwana asifiwe sana. Bwana atukuzwe. Walio na furaha shangilia Yesu. Basi tuwe umeketi pale umeketi. Ningependa kutangaza hivi kwa adui shetani. Ambia shetani hivi. Shetani. Sikia neno la Mungu. Ni lazima adili yangu ibadilike. Lazima adili yangu ibadilike. Amen. Kama unaamini hivyo sema amen. Amen. Siku ya leo nasikia katika moyo wangu ya kwamba Mungu kuna kitu atatenda hapa. Na kuna watu ataenda kuhudumia kwa njia ya kipekee. Katika maisha ya mwanadamu, kila wakati mwanadamu utamani kubadilika. Siku baada ya nyingine, kila mtu hufanya kazi ili abadilike. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninajua pia na wewe umekuja hapa ili unapotoka uwe umebadilika. Hakuna mtu ambaye utamani kukaa vile maisha yote. Kwa hivyo maombi ya kila mwanadamu ni abadilike siku kuendelea ile nyingine. Tumesoma maandiko katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza. Mlango wa 4. Hapo kuna mtu alikuwa anaitwa Jabezi. Na Biblia inasema ya kwamba huyu mtu alikuwa anaheshimiwa kuliko ndugu zake wote. Lakini pamoja na kuheshimiwa kwake, huyu mtu alikuwa na shida ya moyo wake. Watu wakimwangalia walikuwa wanaona mtu ambaye anaheshimiwa. Na pengine wengine walikuwa wanatamani sana maisha yake. Lakini siri ya mwanadamu ni Mungu ambaye anafahamu na mtu mwenyewe. Kwa hivyo huyu mtu alikuwa na kilio ndani ya maisha yake. Katika moyo wake alikuwa anahuzunika.
Yesu
Bwana asifiwe sana. Bwana atukuzwe sana. Hadithi yako ya kutumikia Mungu iwe na uaminifu ndani. Bwana asifiwe sana. Ukipenda kubadilishwa hadithi, omba maombi ukielekeza Mungu. Haleluya. Omba maombi yako ukiyatume kwa Mungu. Ibadili uyatume kwa Mungu. Maana Mungu ndiye ako na uwezo. Ndiye ako na uwezo. Ukituma maombi kwa wanadamu, wanadamu ana uwezo. Naye pia yeye ataomba kwa Mungu. Lakini ukituma maombi yako direct, Mungu atasikia hayo maombi na atakubadilishia ndani. Kwa hivyo tuma maombi yako kwa Mungu. Itume direct kwa Mungu. Na Mungu akipokea hayo maombi, atabadilisha akili yako. Acha unaomba. Omba kama Jabezi. Enda moja kwa moja kwa Mungu na ambia Mungu mahitaji yako. Kuna watu wakati wanaomba hali ni kama hawajui wataomba nini. Unaomba hiki, unaomba kile na unaomba pale na pale. Unarandaranda katika maombi. Hata Mungu anakosa kukuelewa. Mara unakimbia kwa waombezi, unakimbia kwa waombezi, kwa wale watu wa kudhamiria watu mambo, unakimbia kule. Lakini Jabezi alielewa Mungu wake, akaenda moja kwa moja kwa Mungu, akaambia Mungu mahitaji yake. Unapoenda kwa Mungu, kuwa umepanga mahitaji yako sawasawa. Usiende mbele za Mungu unaanza ni kama kubashiri, ni kama uelewi unataka nini. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Jabezi alienda mbele za Mungu, akamwambia hitaji lake, na Mungu, Biblia inasema na Mungu akampatia kulingana na shauku ya moyo wake. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo ukitaka maisha yako ibadilishwe na adili yako ibadilike, unapaswa kuelewa Mungu wako. Tambua uwezo wa Mungu wako. Mwelewa na utambue uwezo wake. Jabezi alikuwa anaelewa Mungu wake. Na alikuwa anajua Mungu ako na uwezo. Ndio sababu alimwambia mahitaji yake. Bwana asifiwe sana. Ukitaka adili yako ibadilishwe na Mungu, enda mbele za Mungu na imani. Ukiwa na imani, enda mbele za Mungu ukiwa na imani. Jabezi alienda mbele za Mungu akiwa na imani ya kwamba maisha itabadilishwa. Bwana asifiwe sana. Na pia Biblia katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, Mambo ya Nyakati mlango wa 20 na mstari wa 20, Biblia inasema hivi: amini Mungu Muumba wako na utasimamishwa imara. Amini pia manabii wake
ukitaka ubadilishwe amini. Amini Mungu wako. Na utasimamisha imani katika imani. Pia amini manabii wake. Usipoamini manabii wa Mungu, kuna mambo kwako haitafanikiwa. Unabii mwaka huu tunaambiwa it is a year of harvest. Ukipokea hiyo neno, unaamini Mungu ambaye alipatia nabii hiyo neno. Pia unaamini ule nabii ametamka hivyo. Na unafanikiwa katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo kama ungependa kubadilishwa amini. Amini Mungu ambaye amekuokoa. Utasimamisha imani katika imani. Na utaamini pia manabii wake. Ni kwa nini unaamini manabii wake? Ni kwa sababu wakati Mungu anaongea, anatumia watumishi wake. Wakati anataka kutenda kitu, atatumia hao manabii pia. Wakati alitaka kubariki huyu mama mjane, anatumia Elisha nabii wa Mungu. Kwa hiyo maisha yako itabadilika kama utaamini Mungu, ili usimame imara kwa imani, na kama utaamini manabii wake. Kuna watu wako na kiburi sana. Ninakumbuka wakati neno la unabii lilitolewa, wakati bishop alitoa neno la unabii na akasema ni mwaka wa kuvuna maradufu. Bwana asifiwe sana. Kuna mama mmoja wakati alipokea hilo neno, na tulipewa tukiwa family day. Yeye kwa moyo wake aliangalia hali ya mazingira, mawingu yaliyoko, akaangalia vile kumekauka, hakuna mvua, hata uchumi ni mbaya, akatupa mikono. Ndani ya moyo wake akasema haiwezekani, na akaenda nyumbani. Bwana asifiwe sana. Hakuamini Mungu, na pia hakuamini nabii wake, lakini Mungu akataka kumfunza jambo. Na hii ni hadithi ya kweli ambaye ule mama aliniambia, akaniambia tukiwa tumeketi. Basi wakati mvua ilianza kunyesha, shambani mwake baadhi ya vile vitu vingine vilikuwa vimekauka. Zilikuwa zimekauka, hazikuwa na majani. Lakini wakati mvua ilinyesha, zikaanza kutoa majani, zikaanza kutoa matawi, na kunapoendelea kunyesha hivi, basi zikaendelea kukua, zikatoa maua, na zikaanza kuzaa, na zikazaa mapema kuliko mashamba ya wale wengine. Na tena zikazaa sana kama ziko na kisirani, hakupuliza dawa, na zikazaa bila dawa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ilipofika mwisho wa mwezi wa 4, alikuwa anauza basi.
bwana yake. Ila kumtumia wake wa nchi yote ya mundani. Akafika kwa hiyo shamba. Alika mundani. Akakuta pia baadhi zimezaa. Pia nizia zimezaa zaidi. Na nisisi aita mno. Akaenda kwa jirani. Alikuwa mtui. Akaomba basania. Boya basania. Akafunga akajaza basania. Oba wazo zeka basania. Akapeleka nyumbani. Ramosi. Akaambia bibi yake. Yaani kibetikia. Ile shamba ingine yetu. Unaona ukimwito. Baadhi zimezaa ni kama zinafunja. Sisi ajaza sitazina kwa. Kwa hiyo siku iliyofuatia. Kwa mudanyalo ati. Walienda huko. Wakibeba magunia. Wakakuna magunia kama 4. Mwa magunia 5. Ya baadhi. Wakapeleka sokoni. Mungu akawadhihirishia. Wakati anapeana neno. Anapeana neno akiwa anaelewa. Wakati anapeana kwa nabii yake. Nabii anaongea sauti ya Mungu. Kwa hivyo kitu kikagoroka moyo wa huyo mama. Na huyo mama akaanza kuhuzunika. Na akajua alikosea Mungu. Siku ya Jumapili moja akaenda akasimama mbele ya kanisa. Na akatubu mbele ya kanisa. Akaambia kanisa, wakati tumepewa huu nabii, niliangalia hali ya hewa, nikaangalia mazingira, kaona vile kumekauka, nikaangalia mfuko, nikaona sina kitu, na zaidi ya yote mimi nimestaafu kutoka kwa kazi. Kwa hiyo sikuwa ninaona uwezekano ya mavuno maradufu.
change now. From today henceforth, I declare your story is going to change. It's going to change. People are laughed at you, but watch the working of the Lord. Watch now, because the story is going to change. It's going to change. Not by mighty, not by speed, but by the Spirit of the Lord. My Father is gonna change you. He's gonna change you. And you fall, and you fall, and you fall, and you fall, and you fall in your life. And you chapter, and you page is open now in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kuna mwingine sijui ni waenda gani, lakini ni mtu. Kuna mwingine akuja hapa. Kuja hapa mara moja. Usinang'ane ukisikia roho Mungu anaongea. In the name of Jesus, I declare, as from now, your story, I declare now, from this out of the Lord, and by the anointing flowing from the out of the Lord, I pray that heavens are going to open now for your story to change. In the name of Jesus, Holy Spirit of God, quicken now, quicken His miracle, quicken His miracle now. In the name of Jesus, I declare now, your story is being written afresh. It's being written afresh. In the name of Jesus, in the name of Jesus, no devil, no evil spirit, no demon, which is going to stand against it. It is a movement of your spirit. May your story change now. In the name of Jesus, receive now. Receive now. Come close. Come close. Come close. Your story must change. Your story must change. Your story must change. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And in the other family. And in the other family. And in the other family. I sense in the spirit. There is a voice saying that which has been stolen from you is going to be restored. It is going to be restored. In the name of Jesus. In the name of Jesus. May your story change now. May your story change now. In the name of Jesus. Every demonic operation operating in your life too, I command you, devil, in the name of Jesus. I will disconnect your grip. I disconnect your connection now. In the name of Jesus. The power of God and the fire of the Holy Spirit flow down upon our life to cause transformation. In the name of Jesus, receive your transformation. In the name of Jesus, I declare your story must be changed now. I change your story in the literal real. I change your story in the physical real. I change your story in the spiritual real. In the name of Jesus, as from today, your story is being changed. It's being changed. In the name of Jesus, may you walk in favor. May you walk in the mercies of the Lord. May you walk by the grace of the Lord. May you walk under the anointing of the Holy Spirit. In the name
is a place of transformation. Locating now. Locating now. May his story change now. And they said, you are prophet, my father. Operating under the anointing of the Holy Spirit. I declare now that his story is being changed. Your story must change. As from now, henceforth, may you walk in a new dimension. May you walk in a new dimension.
Uko katikati yetu. Uko katikati yetu. Katikati wetu. Na unasema ningependa kuokoka. Na Mungu asema kwenda kutana. Kila tumefunga macho yetu tukiwa katika uwepo wa Mungu. Tupingite mema yetu tuwe Mungu wangu. Inua mkono wako niombe na wewe. Ukija kwa kutubu Yesu. Nasema ungependa kuokoka. Masema kwenda kutana. Inua mkono wako. Ukija kwako. Kama uko katikati yetu. Neno ni katikati wetu. Na unasema hivi. Na Mungu asiati. Ya kwamba Bwana kananga hii nikumbuke. Jilikane. Mwili wako. Mwili wako. Ninasumbuka. Ninasumbuka. Ninasumbukite. Na wao mkono wako ukiwa bado. Ukija kwa kuiba leo. Utakuta neema ya uponyaji. Tukunene neema ya uponyaji. Kunene neema ya utakuta neema ya uponyaji katika hali ya wagonjwa. Pokeeni afya zenu katika jina la Yesu. Neema ya Mungu ikateremke, ikatoa uponyaji, ikawagusa sasa. Masumbuko ikakoma. Masumbuko ikakoma. Masumbuko ikakoma. Kila neno nalo limenenwa na likatumwa ili kuleta masumbuko ya mwili katika maisha yenu. Linaliondoka katika anga yenu. Na liondoka katika anga yenu. Hamtasumbuka tena katika jina la Yesu Kristo Bwana wa Mungu. Pokeeni afya njema maana ni haki yenu. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Pigia Yesu makofi. Appreciate the fear.